أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، مثيب عباده بالحياة الطيبات في الدنيا والجزاء الأحسن يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala pamoja na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu wa Kiislamu, hakika mukhtasar wa khutba ya leo tazungumzia juu ya jambo zima kuwa na shaka. Fattaqullaha ibadallah, mcheni Mwenyezi Mungu enyi waja wa Allah. Faqad sa'ida man ittaqahu, hakika amepata furaha yule ambaye anamcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wafaza fi dunyahu wa akhirahu, kisha amefaulu katika dunia yake na akhira yake. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib waman yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Hakika mtu yoyote yule ambaye atamcha Allah subhanahu wa ta'ala, atamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, hakika Mwenyezi Mungu mtu huyo atamjalia njia nyingi za kutokea na atamruzuku riziki ambayo yeye mwenyewe hakuitarajia, kisha ambaye atajitegemeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi Mwenyezi Mungu anatosha. Ndugu zangu wa Kiislamu, tutambue ya kwamba kila binadamu ambaye yupo katika ulimwengu basi anapambana kutafuta furaha katika maisha yake, anatafuta furaha katika kila sehemu. Wako ambao wanatafuta furaha zao juu ya jambo zima la kujikusanyia mali. Wako ambao wanajitengezea furaha zao juu ya jambo la ilmu, juu ya jambo la kuwa na naswabu nzuri. Mambo yote haya mtu anafanya ili awe na furaha katika maisha ya kidunia, lakini Allah subhanahu wa ta'ala watu wote anawajalia kila mmoja kila anachokitaka, ili ile mtu aishi kwamba yeye amepata sehemu ya furaha katika maisha yake. Lakini tutambue kwamba wakishapata kila ambacho mtu anakifukuzia, asizanie kwamba yeye ndio tayari amepata ile furaha katika nafsi yake, kwa sababu kila alichokipata itakapokuwa hakijashikamana na kanuni za Allah subhanahu wa ta'ala, basi mtu huyo chochote kile alichokipata itakuwa furaha katika nafsi yake hakuna. Kwa sababu furaha inapatikana mja ambaye anamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, anamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu amekuruzuku aina ya kila mali, amekuruzuku elimu kubwa, amekuruzuku kipato. Wewe katika ulimwengu umekuwa una jina kubwa, lakini vyote hivi unakosa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Vyovyote vile itakapokuwa katika nafsi yako
hakuna upendo wa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, basi vyovyote vile ambavyo Allah amekuruzuku wewe utajikuta haupo katika watu ambao wanajisikia furaha katika dunia. Ndugu zangu wa Kiislamu, tukitaka furaha basi tuende sambamba na sheria, kanuni za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu wa Kiislamu, hebu tumwangalie Nabii Allah Suleiman alayhi salam. Alikuwa Allah subhanahu wa ta'ala amempa elimu, amempa ushujaa, amempa ubora, amemmilikisha kila kitu katika hii mgongo wa ardhi. Allah subhanahu wa ta'ala alimjalia Nabii Allah Suleiman alayhi salam anamiliki jeshi la upepo, wanyama, ndege na mengineyo mengi. Allah subhanahu wa ta'ala alimwezesha. Nini alisema Nabii Allah Suleiman alayhi salam baada ya kupata neema hii? Alisema, hadha min fadli rabbi, mambo yote haya ambayo nimeamiliki, hii ni fadhila ya Mola wangu mlezi, liyabluwani, ili mimi anipe mtihani. Aashkur am akfur, je, nitashukuru au nitamkufuru? Waman shakara fa innama yashkuru li nafsi, hakika mtu yote ambaye atajaliwa kitu na Allah subhanahu wa ta'ala kisha akashukuru, hakika basi mtu huyo anashukuru nafsi yake. Waman kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim, kisha mtu yoyote ambaye atakufuru, atakwenda kinyume na utaratibu wa Allah subhanahu wa ta'ala, hakika Mwenyezi Mungu ni tajiri tena ni mkarimu. Ndugu zangu wa Kiislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, man amila saliha min dhakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amilan saliha, mtu yoyote yule ambaye atafanya wema, atatenda vitendo vizuri, min dhakarin au untha, mtu huyo akawa ni mwanaume au ni mwanamke, wa huwa mu'min, na yeye akawa bado ni mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, basi Allah subhanahu wa ta'ala anasema mtu huyo tutamjalia maisha yaliyo mazuri kwake. Ndugu zangu wa Kiislamu, sote tunahitaji kuwa na maisha mazuri dunia wal akhirah. Iweje leo wewe unahitaji kuwa na maisha mazuri fi dunia wal akhirah, lakini unakataa kufuata amri za Allah subhanahu wa ta'ala? Unapokataa kufuata amri za Allah subhanahu wa ta'ala, nani unadhani atakupa maisha mazuri fi dunia wal akhirah isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala? Mwenyezi Mungu anasema, ambaye atafanya wema, atafanya vitendo vizuri, akiwa alifanya ni mwanamume au alifanya ni mwanamke, hali ya kuwa ni mu'min, basi Allah subhanahu wa ta'ala atajalia maisha yaliyo mazuri. Kisha wanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, kisha Allah subhanahu wa ta'ala atalipa ujira wao mzuri kwa kile ambacho walikuwa wanakifanya. Ndugu zangu wa Kiislamu, tufanye vitendo vizuri
ili Allah subhanahu wa ta'ala atulipe vile vile vizuri. Ndugu zangu wa Islam, tutambue ya kwamba wama khalaqa Allahu al-bashara liyashqau bal khalaqahum liyas'adu. Tambua ya kwamba Allah hajakuumba wewe ili upate shida, upate tabu. Allah amekuumba ili upate furaha. Ndugu zangu wa Kiislamu, Allah subhanahu wa ta'ala hajatuumba sisi tuje katika ulimwengu kwa ajili tupate shida, tabu, tuhangaike. Hapana. Mwenyezi Mungu ametuleta katika ulimwengu ili sisi tuwe na furaha, tupate mambo mazuri. Kwa sababu wakad arafa Allahu linsana tarika saada, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amemfundisha, amemuonesha binadamu njia ambayo itamletea furaha hapo ulimwenguni. Kisha wahadharahu min suluki tariki almuaddiya ila shaqa. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akakukataza, akatoa indhari katika njia zote ambazo zitakupelekea wewe ukapata tabu na mashaka katika maisha ya dunia wal akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala njia zote mbili amekwekea wazi. Pale aliposema inna hadainahu sabila imma shakira wa imma kafura, hakika mwanadamu tumemuongoza njia. Sasa yeye mwenyewe atachagua njia ipi ya kufuata, ima shukuru au akufuru. Ndugu zangu wa Kiislamu, tujitahidi kadri ya vile tunavyoweza kufuata ile njia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anairidhia, na tuache kufuata ile njia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaichukia. Na hili linawezekana ndugu zangu wa Kiislamu. Ndugu zangu wa Kiislamu, tutambue ya kwamba man tatabba al-Qur'an al-azima wajada sittat ashya. Mtu yoyote yule ambaye atashikamana na Qur'an, ataifuatilia Qur'an, basi ni lazima mtu huyo atakuwa na mambo sita ambayo atayapata katika maisha yake ya kidunia. Jambo la kwanza, ndugu zangu wa Kiislamu, yule mtu ambaye amekamatana na Qur'an, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamjalia kuwa ile Qur'ani kuwa ni Qur'ani kweli kwake yeye. Ile Qur'ani itampa muongozo na itamganda, itakuwa pamoja naye popote pale anapokwenda. Mwenyezi Mungu anasema wama anzalna alayka alqur'ana litashqa, sijateremsha kwako wewe Qur'ani ili uje upate tabu. Nimekuteremshia Qur'ani iwe kwako wewe ni muongozo, ni shifaa, ni khairi kwako, ni tiba. Kwa hiyo mtu yeyote yule ambaye atakuwa yupo pamoja na Qur'an, basi Allah subhanahu wa ta'ala anamjalia mtu huyu ile Qur'ani kuwa kweli iko kwake kivitendo na mengineyo. Ndugu zangu wa Kiislamu, jambo la pili, mtu ambaye atashikamana na Qur'an atafuata muongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hata wewe ukiona kwenda kinyume na kanuni za Allah subhanahu wa ta'ala, basi ujue wewe haupo pamoja na Qur'ani ya Allah subhanahu wa ta'ala.
kwa sababu faman tabaa hudahu salima min alkhair, yoyote yule ambaye atafuata mwongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala, atafuata mwongozo wa Qur'an, basi yeye amesalimika mtu huyo. Kheri kwake itakuwa ndo sehemu, na ataokoka na mambo yote ya kipuuzi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa, yoyote yule ambaye atafuata mwongozo wangu hatopotoka, hatohangaika, wala hatotaabika kwa kitu chochote kile. Ndugu zangu na Kiislamu, jambo la tatu, mtu ambaye atashikamana na Qur'an atapata khashiyatullah. Yeye atakuwa ni mtu ambaye anamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, ana hofu na Allah subhanahu wa ta'ala, na hofu yake itakuwa ni hofu ambayo ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala haina mfano wowote ule, itakuwa ni hofu kubwa. Lakini hapo tutambue wale ambao watakuwa na hofu ya vitu vingine kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, itakuwa si hofu kwao. Ambaye itakuwa anaweka hofu kinyume ya Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa anafadhaika, anahangaika, anapata wasiwasi katika nafsi yake, kwa sababu nafsi yake haimwogopi Allah subhanahu wa ta'ala. Nafsi yake inaogopa viumbe, nafsi yake inaogopa njaa, inaogopa mengineyo mengi, fitna. Utakapoweka katika nafsi yako hofu kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, basi jua kitakachokufika wewe ni mtihani juu ya mtihani. Kwa nini uogope zaidi kinyume ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa sababu khashiyatullahi altma'anninatul qalbi wa rahatun nafs. Utamkuta unapotembea, unapohangaika, yule ambaye atakuwa na hofu ya Allah katika nafsi yake, utamkuta yeye ametulia, moyo wake umetulia, na anajisikia raha katika nafsi yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye anamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha ile hofu ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala inamnyanyua, inambeba, inamchukua yeye kumpeleka katika kheri za Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile inamweka mbali na zile shari ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezikataza. Ndugu zangu wa Kiislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema sayadhakkaru man yakhsha, hakika basi wakumbuke wale ambao wanamwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayatajannabuha al-ashqa, kwamba watu hao watajiweka mbali na uchafu wowote ule, ubaya, watakaa mbali na mambo hayo. Ndugu zangu wa Kiislamu, hayo ni mambo matatu ambayo yanapatikana na yule mtu ambaye ameshikamana na Qur'an. Jambo la nne litapatikana birrul walidain, kuwapenda wazazi wawili. Ndugu zangu wa Kiislamu, takapokuwa wewe
huna mwongozo wa Qur'an, hujashikamana na Qur'an, vipi utawapenda wazazi wako? Vipi utawapenda wazazi wako? Ndugu zangu wa Kiislamu, lazima ushikamane na Qur'an, uifanyie kazi Qur'an. Ndani ile Qur'an ndio itakufunza, itakufundisha ni namna gani unatakikana wewe uwafanyie wema wazazi wako. Ndugu zangu wa Kiislamu, kwa kweli ulimwengu ambao tupo nao, ulimwengu ambao tupo nao si ulimwengu ule ambao waliopita kabla yetu. Ardhi ndio ile ile, miti na mengineyo yote ndio yale yale, lakini kizazi tulicho nacho kimekuwa ni kizazi tofauti na kizazi kilichopita kabla yetu. Ndugu zangu wa Kiislamu, na jambo la tano ni dua, ni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala, ni kuomba dua. Wewe kivyovyote vile utakavyokuwa, basi utahitaji kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Mambo ni mengi, umetatadhika, umepata mitihani mbalimbali, basi ni wajibu wako kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini dua hiyo wewe ni lazima iwe ni dua ambayo humshirikishi Allah na kitu chochote. Ndio unajikuta saizi Waislamu wengi tunaomba dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala, lakini dua zetu hatijibiwi, dua zetu hazifiki, kwa sababu yeye muombaji mwenyewe ndani ya nafsi yake bado hajajisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wajibu wetu tujisafishe katika nyoyo zetu, kisha tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala kile ambacho tunakitaka. Tukisafisha nafsi zetu na tukamwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah na sisi atatuangalia. Ndugu zangu wa Kiislamu, ndugu zangu wa Kiislamu, jambo la sita, taqwa Allah, ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Faman ittaqahu a'adhahu Allah, yoyote yule ambaye atamcha Allah subhanahu wa ta'ala, basi Mwenyezi Mungu atamweka mbali mtu huyo na kila danas, na kila baya lolote lile. Lakini kinyume na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah atakuweka katika sehemu mbaya iliyoje. Ndugu zangu wa Kiislamu, amesema fa andhartukum naran talalla, basi na kuhofisheni na moto uwakao. Ndugu zangu wa Kiislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anatuhofisha sisi na moto unaowaka. La yaslaha illa al-ashqa, moto ambao hataingia humo isipokuwa yule mbaya. Kisha Allah akasema alladhi kadhaba tawalla, yule ambaye anakadhibisha kisha akajivuna. Wasayujannabuha al-atqa, atawepusha moto huo wale watu wema. Watu wema Allah amewataja alladhina yunfiquna fi sarra, wale watu ambao wanatoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala pale wanapokuwa na wesa, wanapokuwa nacho. Watu hao wanatoa fi sarra wa dharra, na pale walipokuwa hawana pia vile vile wanatoa. Walkadhimina alghaidha, kisha wanazuia ghadhabu zao. Walafina anin nas, kisha wanawasamehe watu. Wallahu yuhibbul muhsinin, Mwenyezi Mungu anapenda ambao wanafanya wema. Walladhina idha fa'alu, bado Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anaendelea kutuwekea wazi watu wema. Ni wapi hao? Alladhina idha fa'alu fahishatan au dhalamu anfusahum dhakarullaha, wale ambao
wanapofanya machafu au wanapodhulumu nafsi zao, dhakarullaha, wanamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, wanamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu wa Kiislamu, tuangalie katika kizazi tulichonacho hiki. Je, ni kweli pale ambapo mtu amefanya machafu au ameidhulumu nafsi yake kwenda kinyume na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, kweli tunakaa chini sisi tukamkumbuka Allah, tukamtaja Allah subhanahu wa ta'ala? Bali insanu ala nafsihi basira. Jua jambo hili, hakika ya kila mtu anayejua nafsi yake kwamba hatuko hivyo, kwamba binadamu ameteleza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, amefanya machafu, amedhulumu nafsi yake, akae chini amdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, amkumbuke Allah subhanahu wa ta'ala. Hicho kitu ni kigumu sana katika maisha yetu, ndugu zangu wa Kiislamu. Lakini ilivyo unapoteleza, unapofanya mabaya, unapodhulumu nafsi yako, basi kitu cha mwanzo mkumbuke Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha fastaghfiru lidhunubihim, kisha wanaomba msamaha kwa kile ambacho wamekitenda. Kisha wanaomba msamaha kwa kile ambacho wamekitenda, kwa madhambi yao. Lakini tukiangalia sisi, msamaha wetu umeteleza, umedhulumu nafsi yako, umekwenda kinyume na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndio pale ambapo unakimbilia katika majlis shabab, unakimbilia katika mitengo ya vijana, mitengo ya wazee, ukaanza kukizungumzia moja baada ya kimoja. Tayari pale ndio kama vile wewe unaomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio pale ambapo unakizungumzia, watu wanakusikiliza, ndio unajisikia ndio fahari. Ndugu zangu wa Kiislamu, hii ni hatari iliyoje! Unapoteleza, basi mshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kisha muombe msamaha, kisha lile jambo lifanye ni siri baina yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Usilipumue, usilidhihirisha kwa watu wengine wakalipata lile jambo. Ni hatari, ndugu zangu wa Kiislamu. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, basi ni nani ambaye anaweza kukusamehe wewe isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala? Ni nani ambaye anasamehe makosa kinyume ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kisha watu hao walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, kisha hawaendelei na kile ambacho wamekifanya halakuwa wao wanajua. Basi Allah anasema ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar, hakika watu hao ujira wao ni msamaha kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa jannatu tajri min tahtiha al-anhar, kisha watu hao Allah atuwatengezea bustani za pepo, bustani ambazo chini ya bustani hizo Allah subhanahu wa ta'ala atatengeza mito ambayo inapita chini yake ya kila aina, khalidina fiha, kisha wataingia humu milele. Wa ni'ma ajrul amilin, na ni neema gani nzuri juu ya wale ambao wanatenda mazuri. Ndugu zangu wa Kiislamu, kwa kweli hali ambayo tupo nazo ni hali za kuhuzunisha, kwa sababu tumefanya ulimwengu ndio sehemu kwetu. Kila kitu katika ulimwengu tunafanya kama vile kitaishi milele. Ndugu zangu wa Kiislamu, kila ambacho unakiona kitaondoka, na kila ambacho kipo katika mgongo wa ardhi kitaondoka. Wewe pia utaondoka, hakuna kitakachobakia, ndugu zangu wa Kiislamu. Na ukumbuke safari hiyo lazima itasimama hesabu ya kila mmoja. Kila ambacho umekitenda lazima hesabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala itasimama.
Kwa nini unalifahamu hilo ndugu yangu wa Kiislamu? Kwa nini unafanya machafu? Kwa nini unafanya mabaya? Kwa nini unakuwa hivyo? Allahumma ghfir lilmu'minina walmu'minat walmuslimina walmuslimat alahya'i minhum walamwat birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.